Mwingine anaamka asubuhi anasema bana, kesho tutaandamana, tarehe fulani tutaandamana. Na kwa sababu ya kilichotokea Oktoba 29, taifa linalazimika kuwa na wasiwasi. Mamlaka lazima ziwe na wasiwasi, kwa sababu wasiwasi ndio akili. Vyombo vya dola vitakuwa huku, polisi, majeshi, ili kuona hicho kitu kinadhibitiwa. Hata kama mtu aliongea tu kijuhajuha tu, lakini kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu zile sababu zinazopelekea watu wafikirie kuandamana hazijatatuliwa. Tunatumia nguvu ndio kuzuia, lakini sababu zile hazijatatuliwa. Kwa unaweza kuona kwamba kumbe kuzuia haya maandamano ni kwa kutumia nguvu na rasilimali za nchi, lakini kukomesha hii hali ni jambo dogo tu la kukubaliana, kuangalia tatizo ni nini, litekelezwe, mambo yaende tu. Yaani simple. Mwingine anaamka anasema mimi nina kikosi bwana, mkiandamana nitawafanya hivi, nitawafanya vile. Ni haki ya katiba kuandamana, lakini kwa sababu tatizo halijatatuliwa, tunakaribisha kila takataka, kila tatizo. Hata utasema beberu hatutakii mema, kweli hatutakii mema. Wana uwezo kutumia nafasi hii kuleta shida katika nchi yetu. Kwa mimi nafikiri ili mambo haya yaishi ni kukaa chini tu, kurudi kwenye msingi wa tatizo ambao tunafahamu wote, ngazi zote, vyama vyote, kila mtu anajua tumekwama wapi. Sasa unajiuliza kwa maslahi ya nani? Watu wanaamini kupitia katiba kutakuwa na wajibikaji serikalini, kodi zao zitatumika vizuri, watapata maendeleo. Wanaamini pia kupitia tume huru ya uchaguzi watapata viongozi wanaowatumikia wao. Kama nimemchagua mbunge kwa sababu anajua nimemchagua mimi, atanitumikia mimi bungeni. Lakini kama mtu anaenda kijua kaenda kwa nguvu za chama, ndio matokeo yake leo wabunge kule niona wengi ni maboga tu. Wako wabunge smart wachache, na wengi ni maboga. Wanaongea mambo ya kukandamiza wananchi tu kwa sababu wajua hawajachagua watafanya nini. Kwa turudi kwenye mzizi bwana, hicho and simple tu.